Nimefika hapa, nimetumwa na rais wetu Dr. William Ruto kwa niaba ya serikali kufika hapa ndio tuweze kuangalia yale mambo ambayo ilitokea usiku ya mkasa wa moto, na vile watu wameumia, wengine wamekufa, wengine wamejeruhiwa kwa hospitali, biashara zingine zimeharibika, magari yameharibika. Tunataka kusema kwa niaba ya serikali wale wote ambao wameumia, wamepoteza mali yao, tunasema pole. Na tumefika hapa kwa sababu kama serikali tuko na jukumu ya kushughulikia maneno kama haya ambaye inatokea mkasa ambaye haikuwa imetarajiwa. Na tangu hii mkasa ifanyike, maofisa wetu wa usalama walifika hapa alfajiri na wamefanya kazi mingi sana ya kuhakikisha ya kwamba ile eneo limelindwa na watu wamechungwa. Watu wetu kutoka Ministry ya Health, watu ya County Government, watu ya United Nations wamefika hapa na kufanya kazi mingi sana ya kuokoa maisha, kupeleka watu hospitali na kushughulikia hawa. Na kwa niaba ya rais wetu na serikali yetu, ningetaka kusema asante sana, pongezi kwa wale medical officers, wale volunteers, wale watu ya Red Cross, wale watu ya United Nations, our police officers and all those ambaye wameshughulikia kuhakikisha ya kwamba watu wameshughulikiwa na hatujapoteza maisha vile ingekuwa. Na kwa hivyo ningetaka kusema tumepanga vizuri. Hao maafisa wetu wa polisi wataendelea kukaa hapa, wale ambaye wanatoa huduma za dharura wataendelea kukaa hapa, na ningetaka kutangaza ya kwamba tumekubaliana na Deputy Governor na ma-PSs wetu wote wako hapa. Ma-PS wetu wa Public Health na yule wa Medical Services, tuko na PS wa Special Program, tuko na Regional Commissioner wetu. Tumekubaliana ya kwamba in the next 1 hour waketi chini tujue ile usaidizi ambaye unatakikana kwa vyakula na zile vifaa zingine ambazo ni za kusaidia, mambo ya blanketi, mambo ya mattress, mambo ya vile hao watu watalala. Serikali yetu itashughulikia. Tumekubaliana na tumesema ya kwamba baada ya 1 hour ijulikane ni nini ambayo inatakikana. Serikali yetu kutoka special program tutatoa vyakula and non-food items, na tutauliza watu ya United Nations watusaidie, watu ya Red Cross watusaidie, hata wananchi binafsi, wale watu wa heri jema, wale ambaye wangetaka wako nia jema wangetaka kusaidia. All those good Kenyans who would want to support these people, they are welcome to do so. In the next 1 hour, the government spokesman will be detailing to the people of Kenya the interventions that are required. Lakini tuhakikisha ya kwamba kila mtu amesaidika, hakuna mtu atalala bila kukula, hakuna mtu atalala nje. Tutajaribu kusaidia pahali tunaweza ndio watu waweze kuishi na ile njia ambayo inatakikana. Juu ya hayo pia kuna wale ambazo biashara zao zimeharibika, ambaye pia lazima tuangalie njia ya kuwasaidia ndio waweze kurudisha biashara zao, si ndio? Kwa hivyo tutakuwa tukifanya assessment ya wale ambaye mali yao imechomeka kwa hii mkasa. Lakini pia ningetaka nichukue nafasi hii niseme, ningetaka kuuliza wa Kenya, hii maneno ya shortcut kwa maisha tuachane nayo. Mambo ya shortcut, kwa sababu hii magaraji gari inakuja hapo kunyonywa mafuta, kunyonywa gas, alafu accident inatokea, watu ndio wamekufa, wengine wamejeruhiwa, watu wengine mali yao imechomeka. Tunataka polisi wetu by the end of the day wakuwe wametuambia wamechukua hatua gani kwa wenye hiyo garage pahali gas ilikuwa na nyonyo. Number 2, yule driver mwenye kuleta hiyo gari na mwenye hiyo gari ambayo ilikuwa na nyonyo gas hapo ikaleta hii mkasa, tungetaka wakipigana na hawa, because it is because of that irresponsible behavior that we have lost lives, that people have been injured, property has been destroyed, because some Kenyans want shortcut in life. There is no shortcut in life, you must work hard. Lazima utoe jasho kutafuta ile kitu ambayo unatafuta. Hii njia ya mkato inatuletea hasara mingi sana, na ni kitu ambayo imekuwa ikiendelea kwa hii Nairobi. Hata sisi wenyewe magari yetu ya GK mingi sana inanyonywa mafuta kwa hii magaraji. Madriver wetu wakora wanashikana wenye magaraji. Tunazungumza
driver anapatiwa shilingi 1,000 anapeana mafuta ya shilingi 10,000. You know? Sasa wenye hiyo gas, ule driver amepatiwa hiyo lori anakuja hapa kuuza gas ya ukora. Sasa ona ile hasara imetuletea. Watu wamekufa, watu wamejeruhiwa, mali imeharibika. I want to call on the people of Kenya to be responsible and to stop shortcuts in life, because these shortcuts cannot work. And every shortcut has a potential of backfiring. Sasa ile driver alikuwa ameleta hiyo gari, sio mambo imeharibika? Si imeharibika? Si imejulikana? Sasa we'll be asking our security committee here in Nairobi to frequently supervise these garages where vehicles come, people pretending they are coming for service, but they are coming to get gas from vehicles. That is unacceptable behavior, and you can see the kind of damage, the loss of lives, injuries, loss of property that it has caused to the people of Kenya. Kwa hivyo mimi kwa niaba ya rais wetu ningetaka kusema serikali inasema pole, tutashughulikia hii maneno, tutaiangalia. Hao wenye kuathirika watasaidiwa, wenye wako hospitali watasaidiwa, na wale ambaye biashara zao zimepotea, mali yao imechomeka, tutatafuta njia na namna ya kusaidia. Na mimi nataka kuuliza UN agencies na wale watu wengine wote, all Kenyans of goodwill, to support the government in these interventions, ndio tuweze kuona vile tutasaidia hawa. Tumekubaliana? Tumekubaliana? MC wa area si yako hapa? Haya, kuja sema jambo. Wana mradi bwana asifiwe. Wana mradi bwana asifiwe. Kitu ya kwanza nataka kushukuru our Deputy President na the entire leadership ya national government yenye iko hapa, pia leadership ya county government kwa kuweza kufika hapa siku ya leo kusikia kilio ya wanamurandi. Mkasa ilitokea hapa na watu wengi wamechomekwa manyumba kutoka jana saa 5 usiku tumelala hapa, watu wengi wamelala hapa wakiwa nje, na saa hii wako na njaa na wamechomekewa. Tunaomba sasa, manake umetupea guidance vile tunaenda kufanya, tutaenda kukaa chini, na kitu nitaomba wanamurandi, msaada ikikuja, manake hapa watu wako organized in blocks na kila block iko na leadership, so tutaweza kuidentify watu, manake si kila mahali kumechomeka, through the block leaderships. Sasa hivyo tutaweza kila mtu kupata usaidizi wa serikali. Sina mengi, ni kushukuru wale mmekuja kutusikia kilio yetu. Asanteni sana kwa kuja, na Mungu awabariki sana. Asante. So asanteni sana good people wa Embakasi. Sisi tuko pamoja na tutaendelea kushughulikia hii maneno na tutaendelea kupeana usaidizi, na once more poleni sana, wacha tufanye ile tutaweza. Asante sana.